Tumuinue tumpeleke hospitali uchafu hapa. Unasemaje? Tumuinue tumpeleke hospitali, nasemaje nini sasa? Hospitali tukafanya nini? Hivyo una akili? Cha msingi sikiliza nikwambie kitu kimoja. Huyu tumwenue twende tukamtupe tuendelee na safari. Tukamfanyaje? Tunamchukua tunaenda kumtupa polini tuendelee na safari. Unaongea nini wewe? Unaongea kitu gani? Umchukue uende kumtupa polini ili iweje? Hichi ni kiumbe cha Mungu. Safari ina muhimu gani kushinda roho ya binadamu hapa? Tuchukue tumpeleke hospitali chapu huyu. Gari si tunayo. Somba. Mwanangu, wewe unajua fika kwamba mwamba yule leseni hana. Wewe unajua hilo. Alafu unaleta habari kwamba ubinti tumchukue tumpeleke hospitali. Hii ni kesi, akienda hospitali huyu tunazalisha mambo mapya mwanangu. Mwenendo anaenda jela huyo. Cha msingi mimi namuunga mkono, mimi namchukua wewe hapa tunampeleka kule Chaka tunamtupa, tunachukua gari tunahamsha. Tatizo liko wapi? Leseni inahusiana na nini na maisha ya binadamu jamani? Mbona hatutaki kutumia akili? Leseni inahusiana na nini? Hichi ni kiumbe. Tuchukue hapo dakika moja. Hebu shika bwana. Shika hapo tuondoke kule tupeleke. Somba, sikia nikwambie kitu kimoja. Umenielewa? Nisikize kwa umakini. Mimi ndo kaenda polisi na mimi ndo kaenda mahakamani. Umenielewa sijui? Kwa hiyo swala hili tuachie sisi. Sisi ndo tutafanya maamuzi. Wewe kaa pembeni. Oya. Usijihusishe kabisa. Sikia, niweke begani ubinti. Oya. Hebu nisikilizeni kwanza. Hebu nisikilize. Oya, Ibu. Somba? Yeah. Karibu. Natisha ndugu yangu. Vipi mgonjwa wangu ni mzima? Kiuhalisia hakuna uzima. Na ndio maana mgonjwa wako yuko hospitalini muda huu. Unamaanisha amefariki? No, sina maana hiyo. Ingawa kufa ni ibada na ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Ni kweli daktari. Ila nina swali langu la msingi sana kwako. Huyu binti ulimleta hapa hospitalini ni nani yako? Ukimya ni mshangao wako. Ni dhahiri kabisa hapa kuna tatizo, si ndio? Haujakosea daktari. Ni kweli kuna tatizo. Na kusikiliza. Huyu mgonjwa wetu ana shida kidogo. Shida ambayo imetushangaza sana sana sana. Na si rahisi kwa mwanadamu yeyote yule kuamini ama kukubali huu ugonjwa aliokuwa nao huyu binti. Ana ugonjwa gani daktari? Mama. Unanishtua nini wewe?
Sio niulize nini wewe. Niulize ambacho nimekuitia. Wewe siku hizi umekuwa mwalimu wa Kiswahili eh? Sijamaanisha hivyo. Ila Ninachomaanisha mimi ni jambo moja tu. Juu ya huyo mwanao Nurati alokufa. Inazungumzika kwamba anaonekana mtaani mara nyingi zaidi na rafiki yake kipenzi Zifa. Na imeshakuwa gumzo kubwa sana mama. Nashindwa kuelewa nini ambacho kinakuwa. wewe ulivuta bangi ndo kala chakula au ulivuta bangi kwanza? Mama. Ninachokimaanisha kipo, sio bangi. Mimi naamini sio kwa akili yako. Hizo ni bangi tu wewe. Basi sawa. Kama ni bangi, kama ni nini, tutalijua wakati ukifika. Koba. Wewe Koba. Huyu binti ana upungufu wa damu. Dokta, mimi nipo tayari kumchangia damu hata kama sasa hivi. Nipo tayari. Pole sana. Issue si damu tu pekee. Huyu binti hahitaji aongezewe damu ya kiumbe ambaye ni binadamu yeyote yule. Na tumeamua kuchukua baadhi ya vipimo vyake. Tumegundua kwamba baadhi ya seli zake za damu zinahitajiwa aongezewe damu ya mnyama. Naam. Yes. Dokta, naam. Damu ya mnyama, damu ya mnyama. Chalo. We Chalo. Chalo. Ina maana kelele zote hizi ninazopiga tuseme ndio unisikie au masikio yanaenda kwao? Kukusikia nilikuwa nakusikia. Lakini nawezaje kukuitikia hali ya kuwa unakuja huko? Niambie. Kwa kweli kwa upande wangu ni si mnafiki tu. Yale ulioniambia jana yote yameingilia kulia, yametokea kushoto. Sijui hata ulikuwa unamaanisha kitu gani. Dr. J, unahitajika, kuna mgonjwa. Okay, nakuja. Sawa. Pole kiumbe hai uliyemfu. Samahani. Nilikuwa naomba unitajie majina yako kamili uliopewa na wazazi wako waliotangulia mbele za haki. Na tumeamua kuchukua baadhi ya vipimo vyake. Tumegundua kwamba baadhi ya seli zake za damu zinahitajiwa aongezewe damu ya mnyama. Ni kweli hujakosea. Ila jaribu kusoma mizani ya uzito wa elimu yako. Ni vipi unaweza kumpokea mgonjwa pasipo PF3 kutoka polisi? Kuna naambia jana nilikuwa nampigia mbuzi gitaa. Inawezekana. Ingawa huyu mbuzi hana mkia. Naambie wapi hujaelewa. Ulivyokuwa unasema jana kwamba yule mgonjwa mnatarajia kumzika jana, sijui alikuwa hajafa, sijui vipi, sijaelewa. Jessica, kumbuka jana mimi nilikwambia usiku. Sasa wewe unalopoka mchana kupe. Mtondoke. Njoo huku. Nurati, ulikuwa hapo siku zote hizo ndugu wangu. Maana shida yako ni shida yangu mimi. Tatizo lako ni tatizo langu mimi. Kaka. Naam ndugu wangu Nurati. Kumbe unazungumza. Kweli Mungu ashukuriwe. Naomba unisikilize kwa makini sana. Nitakachokwambia, kama usije kumwambia binadamu yoyote yule mwenye kuhesabu siku na kupumua. Ondoa shaka kuhusiana na hilo. Haina shaka. Niko tayari. Useme haina shida tu. Ila shauri yako. Hivi unajua mama yetu ni mtu mbaya sana na hastahili kuliona hili jua. Unamaanisha nini? Mbona unaika katika sehemu ambazo sielewi kitu gani ambacho kinaendelea katika hili?
na huwezi kujua kitu, ila unajua kama wewe ni mtoto wa kike na mimi ni mtoto wa kiume, na mama yako unayempenda anakaribia kukuozesha. Unanifuta kama hivyo lakini jamaa utaniumiza mkono wangu, niache basi. Unataka kuniambia nini? Umenitoa nje, umenileta ndani, unataka kuongea na mimi. Bado uongee, bado unachezea simu. Hivi kuna akili timamu wewe? Mpokea simu. Nipokee simu yangu mimi. Anaipiga nini mpaka mimi nipokee simu? Somba dei. Anakupigia Somba huyu. Ongea naye. Nitaongea naye nini mimi? Mimi si nimekuruhusu? Pokea simu. Umeniruhusu ndo nini simu yangu? Nitaongea nini mimi? Wewe ongea chochote unachokijua. Hapana, pokea simu. Najua kabisa hutaki kupokea hiyo simu kwa sababu ukipokea hiyo simu mimi nitajua kila kitu. Si ndo maana yake? Karibu. Shika. Nini sasa? Shika. Sawa, nini? Kitu gani? Shika. We kiumbe, kulikoni? Jessica, sisi uongwana. Kwanza tunasalimiana. Mambo vipi? Sasa ulikuwa unataka kunitoroka, ungenisalimia muda gani? Nilikuwa sijakuona. Shida iko wapi? Ulikuwa unanitoroka. Naanzaje? Niambie. Nikwambie? Sio mimi nikwambie wewe. Wewe ndio unaipaswa uniambie mimi. Kuna kitu gani kinaendelea baina yako wewe na yule mvaa kanga anayejifanya kama anavaa suruali? Jessica, ushaanza tena mambo yako. Karibu. Habari. Salama, karibu sana. Asante, naweza kukaa? Bila shaka, hebu siti. Ndio, msaidie nini? Kwa majina naitwa Dorcas Dismas. Karibu sana. Asante. Nimekuja hapa kumwangalia mgonjwa wangu ambaye aletwa na Somba Dismas. Huyu mgonjwa ni nani hapo? Ni mwanangu. Vipi dokta? Mbona una sweti? Nasikia baridi. Baridi?
Nimeanza. Sawa. Mimi nimeanza. Lakini ninakuja kukwambia. Ipo siku utakuja kuyakumbuka haya maneno nayoongea. Unayoyafanya, yanayoendelea baina yako wewe na wale wenzio, itakuja kukugharimu. Tena itakugharimu wewe na familia yako. Jessica, kama kuna jambo au kuna kitu kinaendelea upande wangu, ni bora uniambie kuliko kupindisha maneno. Hatuishi hivyo Jessica. Hakuna kitu kinachoendelea. Unajifanya unaziba masikio, hutaki kunisikiliza, hutaki kuniambia chochote kile. Ipo siku utakuja kupiga vuvuzela. Sasa unaenda wapi Jessica, nisikize? Unataka kuniambia nini? Una cha kuniambia, acha niondoke. Lakini haujengi unajua. Nimekuwa fundi. Hata useme sijengi. Sikiliza nikwambie. Kama unataka kujenga, nenda katafute fundi huko. Kenge poli wewe. Karibu sana. Asante sana. Habari yako? Nisema. Mambo vipi? Poa. Mimi naitwa Somebody. Ni kijana au jamaa ambaye ulikuwa unaongea naye kwenye simu muda mfupi uliopita. Okay, umefika muda mwafaka na mimi sasa hivi ndo naingia kutoka ofisini. Shukrani sana. Samahani madamu. Mimi nina shida. Shida yangu kubwa kupata ndugu au jamaa au baba au mama wa kijana ambaye nimetumia namba kukupigia wewe. Kwanza nilishtuka sana baada ya kunipigia na ile namba. Kwa sababu mwenye ile namba alikuwa ni mwanafunzi wangu. Na kwa bahati mbaya ameshafariki. Amefariki? Yes. Kwa hiyo nikashangaa na nikaanza kujiuliza maswali mengi kwamba wewe ni nani na ile simu umeipata wapi? Simu yako iko wapi? Hapa, na mfukoni. Una mfukoni? Kwa hiyo wewe unapigiwa simu karibuni mara 8 nzima. Huisikii alafu unaniambia simu unayo mfukoni, si ndio? Mbona mimi hakuna mtu alionipigia simu? Wewe, acha utani. Hiyo simu imepigwa karibuni miss call 8. Unaniambia hakuna mtu aliyokupigia simu. Umeangalia simu yako kweli? Hakuna. Mtu kapiga mara 8 nzima unasema hakuna mtu aliyepiga simu. Dadi, simu si hapa hii. Sawa. Chukua simu. Chukua simu. Soma message. Hivi.
Ibu, mmegonga mtu? Nakuuliza Ibu, mmegonga mtu? Ticha Angel, mimi nafikiri usichoke kunisaidia, kwa sababu hata hiyo namba ambayo nimeitumia kukupigia wewe, baada ya kuiweka kwenye simu yangu nimekuta majina mawili tu. Jina la kwanza limeandikwa Ticha Angel, nafikiri ndio wewe, na jina la pili limeandikwa baba mdogo, lakini nimejaribu kumpigia baba mdogo, simu haijapatikana. Kwa bahati nzuri na kupigia wewe unapatikana. Sasa nakuomba fanya lolote ambalo unalijua uweze kunisaidia niweze kupata ndugu yake hata mmoja. Kwa kweli kwa msaada mimi itakuwa ni vigumu, kwa sababu sielewi chochote kwenye familia yao. Labda tu cha kukusaidia na kupatie namba ambayo nilikuwa nikiwasiliana nao kipindi cha nyuma wakati niko na mwanafunzi. Huo ni msaada mmoja wapo, nitashukuru sana. Sawa. Basi nisubiri nikachukue simu yako. Asante sana. Naongea na wewe, kwani unisikii ninachokiongea hapa? Mmemgonga lini? Wapi na saa ngapi? Dadi, juzi. Juzi? Wewe. Toka juzi mmegonga mtu alafu umekaa umetulia. Kichwa chako kinafanya kazi kweli? Akili yako inachanganua vizuri wewe? Kwani wewe ni mtoto mdogo au ni mtu mzima? Unajielewa kweli wewe? Juzi. Alafu umekaa umetulia. Yaani usitoke ufanye nini? Yaani umerelax kabisa, maisha yanaendelea, si ndio? Nisikilize. Sasa hivi mguu wako mguu wangu polisi. Yaani ninavyoongea sasa hivi hakuna kuingia ndani wala kwenda wapi. Tunaongozana mimi na wewe kituoni polisi sasa hivi. Naomba chukua viatu. Naomba vaa viatu tuondoke. Nini? Vaa viatu tuondoke. Wewe. Nadhani hivi sasa ni muda kwenda kumwekea drip ule mgonjwa. Sawa daktari. Au, hebu subiri. Hivi jana mlifanikiwa kumwekea drip? Hapana daktari, sijajua. Maana jana nimeza zamu saa 12 jioni. Sasa nisikilize. Naomba hilo zoezi la kuendelea kumwekea drip lisitisheni kwanza. Mpaka pale nitakapowapa maagizo mengine. Kuna maanisha tutaenda kumtindikea drip? Yes. Maana kuna kitu nakingoja kutoka kwa yule kijana ambaye amemleta huyo mgonjwa hapa hospitalini. Oya! Ibu! Mwamba! Ibu! Oya! Vipi uko mwenyewe lakini? Oya, ameniacha mapema baba. Ameniacha. Vipi? Mimi baba sielewi. Yaani sielewi, nazidi kuchanganyikiwa mwanangu. Yaani kila kukicha mimi sielewi na data. Hivi nikuulize swali. Hivi wewe utaendelea kukimbia mpaka lini? Sasa mwanangu, swali gani? Hebu mfanye hilo swali na kuuliza wewe. Unanijibu nini mimi? Okay, tuachane na hilo. Mimi kuna maswali najiuliza, lakini nakosa majibu. Lakini kabla sijakuuliza, naomba nikwambie jambo. Somba sio mtu mzuri. Kwani dokta, umegundua nini toka kwa mgonjwa wako tangu jana? Hapana, sijagundua kitu. Kwani vipi? Kwa mujibu wa wenzangu walikuwa shifti jana, wanasema mgonjwa usiku wa kuonekana. Unamaanisha? Namaanisha hivyo. Ila ulivyoangalia wamemkuta wodi nyingine.
Dadi, Niambie. upo sawa kweli? Nipo sawa. Vipi? Haupo sawa? Hapana, niko sawa. Vipi? Unaelekea wapi saa hizi? Mimi naelekea zangu ofisini. Kuna mfanyakazi mwenzangu amepata ugonjwa wa macho Ladies. Kwa mimi ndo naenda kushika nafasi yake. Lakini dadi, mbona nakuona haupo sawa kabisa? Bora hata huyo ambaye amepata hiyo sijui ndo ugonjwa wa macho, sijui ndo macho mekundu, sijui ya blue. Mimi unavyoniona hapa, nina mekundu, nina ya blue, nina ya kijani, nina kila kitu. Hapa nilipo sielewi inaenda wapi. Sijui inaenda huku, sijui inaenda huku, hata sijui. Dadi, acha kunifanya mimi mtoto mdogo. Mimi ni mtu mzima. Nina akili zangu timamu. Nalijua zuri na nalijua baya. Wewe unapajua ulipotoka, unapajua unapokwenda na unajua nini unachokifanya. Na ninakuona una limzigo umelibeba likubwa kichwani. Una dukuduku limekujaa hapa. Unaweza kuniambia nini kinachokusibu? Wewe, mimi sijakuelewa nieleweshe vizuri, yani mtu mbaya vipi yani? Muda mchache uliopita amenipigia sana simu. Bana kuna mimi simpokelei, akaona haitoshi. Akaamua kumpigia sister. Na message juu. Sasa hiyo message ndo kaponda kila kitu. Mpaka sister kasanuka. Baada ya kusanuka, sister ananiambia twende wa polisi. Polisi? Mimi nikaona hata ili swala liwezekane. Nikamchomoka. Ndio chanzo cha kuja huko. Sasa sijui pale, sijui anaelekea wapi. Sikia. Oya mwanangu. Yaani kuna kitu nahisi. Live kabisa nahisi. Ila kuna jambo moja. Katika maisha yako mwanangu, tambua kabisa watoto wa kike jao. Yaani naamini ninachokwambia. Watoto wa kike jao baba. Sasa hapo mimi sijakuelewa. Sasa ili swala nilokuambia na wanawake wanahusiana nini? Oya, hapa sasa ndio pa kukaa. Toboy. Amsha. Faster. Jessica, nimeshakwambia hapa nilipo mimi sielewi, sina ninachokijua kwenye kichwa changu. Sina. Sawa. Sijijui kama hapa nilipo ni mwanamke, ni mwanaume. Nyumbani kwangu tu penyewe sipajui. Sawa. Sasa nakwambia nini? Unajifanya msiri, utaki kuniambia mambo yako na ukusibu. Nakuuliza nikiwa kama mimi mwanamke mwezio niweze kukusaidia, lakini utaki kuniambia. Basi fine. Ukijisikia maji yakikufika hapa utanifuata. Bye. Wewe Jessica wewe. Wewe vipi? Hata sielewi. Chalo. Kwa muonekano unaonekana mbele ya macho yangu hujabadilisha nguo tangu juzi. Acha umama wewe Ibu. Baada ya kuuliza maswali ya msingi unauliza kimaandazi vipi babu? Oa sikieni. Hayo mambo mnazungumza sio muda wake. Cha msingi tuongee tu kilichotuleta hapa. Freshi, ongea ya muda uno yanohusu. Mbona visipika vingi? Sikia. Ishu ya ule binti imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu. Yaani ngumu kabisa. Sasa mbona uendelee tukakuelewa? Na ndio maana siku zote unagombana na huyu. Baada ya kunyosha maelezo, wewe unapindisha. Nyosha maelezo tukuelewe. Sina maongezi zaidi kuliko maelezo. Sombadia namtafuta ule binti. Na kwa nilichosikia, yule binti sio kiumbe wa kawaida. Kabisa? Sikia wewe na huyo Somba watoto wa shangazi tu. Alafu na odem kama sio mtu wa kawaida basi wewe jini. Na majini siku zote waoni tunaishi nao. Du. Wewe vipi? Yaani. Kama atakuwa sio jini, basi maruni. Maruni? Eh. Maruni ndo nini? Wewe unakuja. Oya. Somba. Dadi. Niambie. Mambo vipi? Fresh vipi? Bomba. Karibu.
Asante. Mbona hapa? Vipi? Nimerudi hapa, kuna mshikaji namsubiri hapa. Naona amechelewa sasa mpaka ninapitiwa na kausingizi hapo, afu kichwa changu hakipo sawa. Karibu ndani. Sijafuata kuingia ndani. Sikia nikwambie Somba. Kwenye maisha ya mwanadamu siku zote kuna mitihani na majaribu mengi sana. Kiujumla namuomba Mungu anitoe kwenye hichi kiza ambacho nipo mpaka sasa hivi. Hapana, sijakuelewa ndugu yangu. Yaani unavyoongea unanivuruga, najisikia kichwa kilivyo kisielewi hata moja. Unamaanisha nini? Hujanielewa eh? Mimi najua fika kuwa unanielewa na unajua nini nakiongea na nini namaanisha. Somba, wewe na marafiki zako, na maanisha ndugu zangu mimi, nyie ni wauaji. Nyie ni wauaji. Sasa basi, ukija ukahisi ukakubali kwamba wewe ni muuaji, utanitafuta. Lakini ukiona kwamba hauna hatia, sio muuaji, usinitafute. Kwaheri. Dadi, hebu naomba usikie. Tunalia, mama yako analia, nae baba analia, watu wote wanalia, Tanzania inalia, mama Samia anakuita, anataka kuone. Wezi fa we dada, uko wapi we dada? Ndugu zako tunalia, mama yako analia, nae baba analia, wote wanalia, Tanzania inalia, mama Samia anakuita, anataka kuone. Zifa, uko wapi Zifa? Zifa, tunakuhitaji Zifa. Zifa, tunakusubiri. Machozi yanatutoka. Wapi ulipo Zifa? Zifa.